michepuko. Karibisha Mungu kwenye maisha yako, utukufu wake utaonekana. Unapoonekana utukufu wake, watu watakupa heshima, watu watatambua Mungu wako, watu watajua Mungu ni nani kupitia shuhuda za maisha yako. Tokea siku hiyo, mama yangu anafahari. Mpaka leo mama yangu anafahari. Hana mtoto mlevi katika tumbo yetu. Hana mtoto mvuta bangi katika tumbo yetu. Hana mtoto mwenye skendo katika tumbo yetu. Ana watoto ma-intercessor, kwa sababu mimi nilitengwa nikakubali kukaa madhabahuni na wao wakaokolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ninapokuambia kaka yangu ni mhubiri, mdogo wangu ni mhubiri, mdogo wangu anayenifuata ni mhubiri, mwingine anayefuata ni mhubiri, mwingine anayefuata ni mhubiri, kasoro wa mwisho ambaye bado ni wadogo. Ningekataa kumkaribisha Mungu kwa moyo wote, wangekuwa walevi. Wangekuwa watu wa hatari dunia hii, maana madhabahu ingewadai. Nyie mlikaribisha madhabahu kwa gharama ndani ya familia zenu, hamjamkaribisha Mungu. Kwenye vijiji vyenu, Upareni, Usukumani, Uchagani, kwa Wamburu, kwa Wanyaturu, kuna vitu mliviacha mnavijua na mnavihudumia kila mwisho wa mwaka, katikati ya mwaka, na kukiwa sauti yoyote ya mtu mkubwa aliyesimamia ukoo mnavihudumia. Mtu ako mjini anapigiwa simu, wazee watakuja, anatuma hela ya mbuzi. Lakini kanisani ikiambiwa shughuli fulani itafanyika, anatuma 10,000. Ni nani uliyemuinua kama sio shetani? Ni shetani ulimuinua, sio Mungu ambaye ulimuinua. That's why tunawaombea sana, tumechoka. Unajua mimi nimesema tunaomba maombi, manabii wa uongo wawe wengi, wawanyonge mpaka waondoe nywele zenu, ili muokoke vizuri, mkae kanisani. Hujasema amina? Ukweli ndio huo. Manabii wa uongo mimi naomba sana wawe wengi, tena wazidi. Yaani wazidi, wawanyonge, waondoe mpaka meno wakaiuze, muokoke kisawasawa. Kwa sababu neno limehubiriwa, Mungu amenena. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya sura kwanza kuanzia mstari wa 3, utaenda kusoma kuwa Biblia inasema hivi ya kuwa Mungu anasema nililea na kuwalisha watoto na wamenihasi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna maana ambapo Biblia inasema punda amjua wanawake, ng'ombe ajua kibanda cha wanawake, bali taifa langu mimi halijui chochote. Israeli hawatafakari wala hawafikiri. Ndio nyie. Unajua nyinyi jinsi mlivyo hapa, mna tatizo moja. Mnataka Mungu mkaribishe vitu vyake, ila yeye muachane naye. Ni kama hivi tulivyo hapa. Mimi nasafiri kwa gharama eti. Sio mchungaji ataingia tena mfukoni wake. Kwanza hapa kuna mtu anajua anakula aje. Kuna mtu anayekuuliza kwa mchungaji mtu anakula aje. Ongea kwa nguvu. Kuna mtu anayekuuliza. Ni mnakuja tu, tumebarikiwa, mchungaji ameita mhubiri mzuri. Nani anajua anakula wapi? Nani anajua nalalaje? Nani anajua navaaje? Na nani anajua nitasafirije? But you are waiting for your blessing. Ingelikuwa Kamichape wamekuja, kila mtu angetoa 60,000 ili abashiriwe ni kitu gani kimezikwa nyumbani kwake kikaondolewe, baraka zizidi kuonekana. Mnajua Makamichape? Mzee, Wasukuma ndio wanajua hilo jina Kamichape. Unajua wale majamaa wanakuja, mzee hebu simama, nyumbani kwako kuna uchawi, tupe 100,000 tukauzindue. Unawapa 100,000, wanakuja na ni kweli wanachimba, kichwa cha mtu kinatoka. Huko wanaitwa lamba lamba. Lamba lamba, Ingelikuwa wale watu na uhakika paka wa Kristo tulionao makanisa wangewakimbililia. Kwa nini unaogopa uchawi? Usiogope Mungu aliyekuumba. Nataka nikwambie jambo moja, hata wakija kufukia kitu nyumbani kwako, achana nao, hata usipambane nao. Hata wakikutupia dawa, achana nao, hata usipambane nao. Karibisha Jehova kwenye maisha yako. Sijui kama naongea na mtu mmoja. Karibisha Jehova kwenye maisha yako. Yeye ndo atadili na ubaya ule. Yeye ndo atadili na matatizo hayo. Yeye ndo atadili na shida hizo.
tokea siku hiyo sijawahi kuwa na shida kwenye maisha yangu. Mwanangu akiniuliza, baba nataka kwenda kwa bibi na kwa babu, namchukua naenda naye kanisani, na mwacha kanisani, nitafute bibi yako na babu yako, mimi naondoka. Yesu ndo babangu, Yesu ndo mamangu, akatafute bibi yake na babu yake huko madhabahuni. Amuulize Yesu, bibi yangu na babu yangu wako wapi? Yesu amhudumia, kisha maliza kumhudumia, baba nimewaona, twende nyumbani. Imeisha hivi. Hapo hujasema amina. Yaani wewe umezaliwa baba anamjua Mungu.